Msifu Yesu Kristo milele amina. Leo ni Jumatano katika juma la 5 la Pasaka. Kutoka katika masomo ya leo, somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya kwanza hadi ya 6. Tunaona watu wakileta maswali kuhusu tohara kwa mitume Paulo na Barnaba. Lakini badala ya Paulo na Barnaba kujibu bila kufanya tafiti, wanachukua swala hili na kupeleka kwa mitume kwa ajili ya majadiliano ili waweze kupata suluhisho la tatizo hili, suluhisho lililo kamili na sahihi. Hii inatufundisha nini katika maisha yetu? Katika maisha yetu tutakumbana na changamoto, tutakumbana na majaribu mbalimbali. Lakini tunachopaswa kufanya ni nini? Sio kujibu bila kuwa na mantiki ya kutoa majibu ambayo hayana mantiki au majibu ambayo sio sahihi au solution ambazo sio sahihi katika changamoto zetu. Bali tunapaswa kutulia, kuwa na utulivu na kutafuta hekima na kufanya tafiti ambazo zinaweza kusaidia kusuluhisha tatizo zima kutoka na kulimaliza kabisa, badala ya kusuluhisha juu kwa juu ambalo haitaleta msaada wote kwa changamoto hizo. Kutoka katika somo la Injili ya Injili Yohane sura ya 15 aya kwanza hadi ya 8, tunaona Yesu akituambia kwamba yeye ni mzabibu wa kweli na sisi tu mazao katika mzabibu huo, na Baba yake wa mbinguni ambaye ni Mungu, yeye ni mkulima katika shamba hilo la mizabibu. Hivyo basi sisi kama matawi katika mzabibu huu tunapaswa kuwa connected, kujishingamanisha na mzabibu ili tuweze kuzaa matunda ambayo ni mazuri katika maisha yetu. Tutafanya hivi kwa kufanyaje? Tunapaswa kushika amri za Mungu, tunapaswa kufuata mafundisho ya Mungu, tunapaswa kuishi na upendo na watu wengine. Na hii kweli itaonyesha kwamba sisi ni matunda ambayo yametokana na mzabibu ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Lakini kinyume na hapo, hatutakuwa na matunda ambayo ni mazuri, hatakuwa na mafanikio katika maisha yetu, bali maisha yetu yatakuwa hayana direction na hayana mwelekeo wote katika jamii, na hayatakuwa na utukufu kwa Mungu. Lakini tujishikamanisha na mzabibu ambao ni Yesu Kristo mwenyewe, maisha yetu yatakuwa yenye matunda mazuri, maisha yenye mafanikio, yenye mwanga, na yatakuwa yenye kutoa utukufu kwa Mungu Baba. Hivyo katika masomo ya leo tutaondoke na mafundisho makuu mawili. Katika maisha yetu tunapokumbana na changamoto au majaribu mbalimbali, tunapaswa kutumia busara, hekima na maarifa kuweza kutatua changamoto hizo. Na pia tunapaswa kujishikamanisha na Yesu Kristo mwenyewe kwa njia ya sala, kwa njia ya kufuata amri zake, kwa njia ya kufuata mafundisho yake, ili tuweze kuwa na maisha ambayo yana mafanikio na matunda mema kwa watu wengine katika maisha yetu kwa ujumla. Amen.